Alipoamka, alijikuta katikati ya mji wa ajabu. Watu wengi, lakini hakuna hata mmoja aliyekuwa anaongea. Ghafla, saa moja ya maajabu ikaonekana mbele yake, ikiwa na alama za ajabu ambazo hakuna mtu angezielewa. Muda uliosalia kabla ya kifo chako, masaa 6 na dakika 47. Nakumbuka ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 8 2012. Ni siku ambayo kamwe sitoisahau. Ilikuwa ni siku ambayo niliaga nyumbani kwenda kutalii kwenye vivutio vya mkoa wetu wa Rungwe. Kama mnavyojua, mkoa wetu una vivutio vingi na vya maajabu yake kama mlima Rungwe, bwawa la Mungu na ziwa Ngozi na vingine vingi. Siku hiyo nakumbuka nilichukua begi langu la mgongoni nikaweka karanga kama robo, zilikuwa zimekaangwa, maji ya kunywa pamoja na soda ya chupa Fanta. Niliaga nyumbani na kuondoka kuelekea porini. Nia yangu ilikuwa ni kwenda kuliona ziwa Ngozi, ziwa ambalo watu wanaliogopa wakilihusisha na imani za kishirikina. Na inasemekana ziwa hilo ukiingia kuoga utoki, wewe utaishi huko huko. Nilifanikiwa kufika sehemu ya ziwa hilo salama, japo ziwa hilo limezungukwa na msitu ambao si wa kawaida pamoja na milima. Labda ndo maana watu wanaogopa. Nilipata kuliona ziwa hilo. Ni ziwa dogodogo, unaweza kusema bwawa kubwa, lakini ndo hivyo lenyewe ni ziwa. Nilikaa kama masaa 2 pale kando ya ziwa lile, huku nikitafuna karanga zangu, nikishushia na soda. Mazingira ya kale kwangu yalinivutia kwa sababu ilikuwa na upepo mwanana. Nilimaliza kula vizuri, nikakusanya vitu vyangu na kurudisha kwenye begi, ili nipate kuondoka pale nirudi nyumbani. Kabla sijatoka pale, nilikumbuka kuwa nina kamera ya digital. Hapo nilipata wazo la kupiga picha eneo hilo ili nipate kumbukumbu na ushahidi tosha. Baada ya hapo, niliamka kuondoka, lakini nikakumbuka kuwa nisijachukua maji ya ziwa hilo ili niwe na ushahidi zaidi wa kuambia watu waamini kama nimefika au raha. Nilimwaga maji yangu ya kunywa, kisha nikasogea na kuteka maji ya ziwa lile. Kipindi nateka maji hayo, begi langu nilikuwa nimeliacha pembeni. Nilipomaliza kuteka maji kugeuka nyuma, sikuliona begi langu. Nilibaki nimezubaa kwa muda huku nikijiuliza, nani kalichukua begi langu na wakati nilikuwa peke yangu? Nikiwa bado najiuliza, tena hofu nayo ikiwa ishaniingia, ghafla giza nene lilitanda maeneo yayo ya ziwa Ngozi. Nilishikwa na uoga ghafla. Uoga wangu uliongezeka zaidi giza lile lilipozidi kuwa nene. Pale nikagundua ndio wakati wangu wa kufa. Nilihisi kizunguzungu kwa muda wa sekunde kadhaa, kisha nikaanguka chini. Toka hapo sikujua nini tena kiliendelea. Baadaye nilihisi mtu ananiita kuniamsha kutoka kwenye usingizi mzito. Niliamka, lakini nijikuta kwenye mji mmoja mdogo wenye nyumba 3 kubwa kweli kweli. Halafu watu wakiwa wengi, pia eneo hilo likiwa limezungukwa na miti mingi mikubwa. Na cha kushangaza, watu wote walikuwa waniangalii wala hawataki kusema na mimi. Kila mtu alikuwa amenyamaza. Nikiwa niko eneo hilo nilijiuliza, nimefikaje hapa na kwa nini, na hapa ni wapi? Hawa watu hawasemi na mimi wanafanya shughuli zao tu. Alafu nimesikia kama mtu ananiamsha tena kwa kuniita jina langu. Ni nani huyo? Baada ya kutafakari mambo hayo, nilisimama na kumsogelea mtu mmoja ambaye umri ulikuwa haupungui miaka 70. Shikamoo mzee. Naomba kujua mzee wangu, hapa ni wapi? Yule mzee aliendelea kukaa kimya tu, wala hakusema chochote. Baada ya kushindwa kwa mzee yule, nilimfuata mtu mwingine. Huyu alikuwa ni mwanamke. Nilimuuliza swali lile lile baada ya kumfikia, lakini naye hakusema chochote. Baada ya kuona kuwa hakuna hata dalili za kusemeshwa na kundi lile la watu ambao walikuwa wamekaa kama wanaongea wao, lakini maneno hayasikiki, kwa haraka utaweza kusema kuwa walikuwa hawasemi. Lakini nilipowachunguza makini, nijigandua kuwa wanasema.
Kwa mtazamo wao wa kukaa kimya, niliamua kupiga kelele kwa maneno haya: hapa ni wapi? Mbona mnaniambii? Na nani kalileta huku? Nirudisheni nilikotoka. Baada ya kusema maneno hayo, ghafla kilitokea kimbunga kikubwa na kunizoa. Kimbunga hicho kilinirusha mpaka juu kabisa. Chini sikuweza kupawaona tena na sikujua nini kiliendelea tena kwangu. Nilishituka usingizini baada ya kuiota ile ndoto ya ajabu. Nilikaa kitandani kama dakika 20 nikiitafakari sana ile ndoto ili maanisha nini. Kwanza, Ziwa Ngozi nilikuwa naliogopa na sikuwahi kulikaribia hata mara moja kwa sababu historia yake ilikuwa inatisha. Nikiwa na mawazo, nilisimama na kutoka chumbani kwangu kwa ajili ya kuelekea bafuni kuoga na kupiga mswaki. Nikiwa bafuni, nilishitushwa na mabadiliko ya ghafla ya bafu lile. Lilibadilika na kuwa bafu lingine kabisa. Sehemu ambao huwa naweka mswaki wangu ulikuwepo mswaki wa mti. Nilipoinua macho juu ya kile chumba cha bafu, niliona vitu vya kumetameta kama nyota, halafu vikizunguka mule bafuni huku kama vinanisogolea. Nilipiga kelele na kukimbia kurudi chumbani kwangu. Nikiwa nakimbia kurudi chumbani, nilisikia sauti ya mwanamke akinisemesha, "We kaka, mbona unakimbia hivyo? Kuna nini ambacho unaogopa?" Sauti ile ilinisitusha sana. Nikageuka kuangalia ni nani anayenisemesha. Kwa kweli nilikutana na sura ya binti mrembo, sijui kama niliwahi kumwona katika dunia hii. "Tafadhali, naomba uniambie hapa ni wapi?" Nilimuuliza swali hata kabla sijamjibu lake. "Hapa sisi tunakaa tu, lakini hatujui ni wapi. Na tulifikaje?" "Hamjui mlifikaje?" Nilimuuliza tena. Kwa kweli jawabu lake lininichanganya sana. "Kweli kaka, sisi hapa hatupajui na wala hatukuwahi kutoka tangu tufike, na leo ni mwezi wa 3. Mwezi wa 3? Ndiyo. Baada ya kuambiwa hivyo, niliamua kurudi chumbani kwangu. Sikutaka tena kuuliza maana nilishituka sana, lakini nilipogeuka niliona kana kweli sipo sehemu stahiki yani. Nyumbani pale kulikuwa pengine kabisa. Hilo nisikutaka kujaji, bali niliingia ndani ya chumba changu ambacho nilitokea kwa sababu nilikiacha kiko kama nilichokizoea. Taulo langu lilikuwa kiunoni mwangu kama kawaida, lakini nilipoingia ndani mlango ulijifunga wenyewe. Sikuamini macho yangu, nilikuta kitanda kingine tena cha miti. Godoro la pamba limeshonwa kwa magunia, hata kiunoni nilijikuta na gunia, sio tena taulo. Begi langu la nguo alipo. Kila kitu kibadilika kikawa kipya kwa muda wa dakika 5 ambazo nilitoka kwenda bafuni. Nikiwa bado na shangaa, nilisikia kelele za watu wakilia huku wakinitaja jina langu. "Juma! Juma!" Bado kelele zikiwa zinaendelea, niliisikia sauti ya mama akiniita huku akilia. "Jumane mwanangu, umeondoka bila kuniambia chochote, bila kuniaga. Kwa nini mwanangu umenifanyia hivyo?" Kelele zile zilizidi kuwa nyingi masikioni mwangu. Tena zikaongezeka zikawa nyingi mpaka nikakosa nguvu kabisa na kuanguka chini. Sikujua tena kilichoendelea. Niliamka nikakuta wasichana wawili wamesimama pembezoni mwa kitanda changu. Nilibaki kuwatazama huku nikiwashangaa. Kumbe hata wao pia walikuwa wakinishangaa. Tuliendelea kutazamana bila kusemeshana hivyo hivyo mpaka ukapita muda kama wa dakika 2. Ndio mmoja katika wale wasichana wawili akaniuliza, "Vipi hali yako kaka?" "Safi tu," niliitika kinyonge. Wewe unadanganya. Hauko sawa. Unaonekana kabisa kama mgonjwa." Binti mwingine tena alisema, "Mbona unasema siko sawa?" Nami nilimuuliza tena binti yule swali, "Muonekano wako tu unaonesha. Maana toka umelala leo ni siku ya 3 ndio umepata kuamka." "Siku ya 3?" niliuliza kwa kushangaa. "Ndiyo, siku 3. Umelala kila tulipokuwa tukijaribu kukuamsha, ulikuwa uoneshi hata dalili za kuamka." Binti mwingine tena alinisema. Kwa maelezo yao ilinibidi niamini kuwa ni kweli, kwa sababu nilikuwa na njaa ya hatari. Baada ya kuligundua hilo,
Sikutaka kuongea maneno mengi zaidi, niliomba chakula. Njaa niliyokuwa nao ilikuwa haisimuliki. Naombeni chakula, maana nina njaa kweli, nilisema. Baada ya kusema hivyo, binti mmoja kati ya wale wawili alitoka. Hali ya chumba hicho ilikuwa vile ya kushangaza. Hazikupita hata dakika 2, yule binti alirudi huku kabeba bakuli la chakula mkononi. Mkono mwingine alikuwa kabeba kibeseni kidogo kilichokuwa na maji ya kunawa. Chakula kile kilikuwa ni wali na nyama. Sijui walijuaje kuwa mimi napenda sana wali na nyama. Nilikipotea chakula na kuanza kukifakamia haraka mpaka wale wasichana walinishangaa. Ilikuwa kidogo nile hata bila kunawa. Kaka, usile kwa pupa, utapaliwa. Kula taratibu, binti mmoja alisema baada ya kuishangaa spidi yangu ya kula. Japo chakula kilikuwa wali nyama, lakini kilikuwa tofauti kabisa na jinsi nilivyokizoea. Ladha yake ilikuwa nzuri ajabu. Kwa kweli, sikuwahi kuisikia ladha kama ya chakula kile. Ladha hiyo iliniongezea hamasa ya kukila chakula kile kwa pupa hatari. Nilimaliza kula chakula, nikaletewa maji, nikanywa maji mengi. Baada ya kula na kunywa hapo, sasa nilijisikia ni mimi vinyii. Baada ya kumaliza zoezi la kula, nilitaka kujua kwa nini nilikuwa eneo lile. Kwa nini nilisikia makelele ya watu wakinililia? Na kwa nini vitu vilibadilika? Baada ya kujiuliza, niliwauliza moja kwa moja mabinti wale. Maswali yangu hayakujibiwa. Zaidi walibaki wakiniangalia tu basi. Kwa kweli wale mabinti walipendeza sana. Walikuwa wanavutia. Maumbo yao utafikiri Jennifer Lopez. Midomo yao mizuri kama Angelina Jolie. Sura zao za uvuto na za upole kama Nadia Bukhari. Mavazi yao kwa kweli yalikuwa tofauti kabisa. Yalikuwa yanavutia, yaliyokuwa yamewakamatilia vizuri mwilini na kuwachora maumbo yao. Halafu yalikuwa na mng'ao, bila shaka yalikuwa ya hariri na dhahabu. Kweli walikuwa wanastaajabisha sana. Kila nilipozidi kuwatazama, ndio mvuto wao uliongezeka. Udenda wa matamanio ulianza kunitoka. Nilitamani niwaambie tu kweli kuwa nimewapenda, ila niliogopa kwa sababu sikuwajua ni wa aina gani. Nilipozidi kuangalia, nao pia walizidi kunikazia macho. Ghafla mmoja akainama kama vile ananisogezea midomo yake, nami nilijikuta natamani kufanya kama alivyotaka. Kumbe hapana, hakuwa na lengo la kunipiga busu, bali alinishika mkono na kuninyenyua. Walinizoa kwenye kile chumba na kunipeleka sehemu nyingine kabisa ndani ya jumba hilo. Sehemu hiyo ulikuwa ni ukumbi mkubwa wa kukaa ambao ulikuwa na viti vya aina ya sofa. Zilikuwa ni sofa za kipekee na ambazo kwa mazingira na kawaida kwa kweli sikuwahi kuziona. Meza ya pale ilikuwa ni aina yake. Ilikuwa imetengenezwa na dhahabu tupu. Kila kitu pale ukumbini kilikuwa cha thamani ya hali ya juu na kilikuwa kimetengenezwa na vito vya thamani tupu. Kaa kwenye kiti hapo, niliambiwa na mmoja wa mabinti wale. Nami nilikaa, lakini wasiwasi ulianza kunitanda sana moyoni mwangu. Uoga nao ukaniingia. Wale mabinti walikuwa wanajiamini sana. Mavazi yale yalinifanya niamini kuwa labda ni majini, tena majini wabaya ambao wanakula watu. Yote akiwa naendelea, mimi bado nilikuwa na taulo langu kiunoni, taulo la gunia ambalo lilikuwa limenikaa vizuri, hata namna ya kufunguka ilikuwa haliwezekani. Wale mabinti wazuri walizidi kuniangalia kwa macho ya kutamanisha kweli kweli, huku akiwa amekaa kwenye kochi jingine upande mwingine. Wewe unaitwa nani? Wasichana wale waliniuliza kwa kujiamini kweli kweli. Jumanne, nilisema kwa upole. Jumanne, jina zuri kweli kweli. Lakini Jumanne, mbona unaonekana kuna wasiwasi hivyo? Tunaogopa? Binti mwingine aliuliza tena. Hapana. Kama ni hapana, mbona unaonekana kuogopa kabisa, au unahisi baridi kwako umevaa hivyo? Hapana, nilijibu tena baada ya kuulizwa swali lingine. Mule ndani hata baridi alikuwemo kabisa, ila mazingira yale mimi sikuyaelewa kabisa. Ukiongezea na gunia kiunoni, ndio kabisa pozi ilizidi kunishia na nikazidi kuhisi na ngoja kufa tu. Haya bwana, kama jibu lako ni moja tu, mimi naitwa Raulati na mimi naitwa Jamila. Mabinti wale walijitambulisha kwangu.
Majina yao yalinipendeza, lakini sikuwajibu chochote kwa sababu ya hofu niliyokuwa nayo. Bado tukiwa pale, Jamila alitoka na kumwacha Raulati. Samahani, hivi nyinyi ni mapanja? Nilijikuta namuuliza swali hilo Raulati. Mbona umeuliza hivyo Jumanne? Naye alinirudishia jawabu kama swali. Kwa sababu unanichanganya ndio maana. Yaani kila nikizidi kuwatazama, ndio taswira ya kuonekana kuwa ninyi ni mapanja. Mnafanana kweli kweli. Ni kweli kabisa, sisi ni mapanja, Raulati alinijibu. Ni kweli kabisa, jinsi walivyokuwa wanatazamika, wote walifanana kabisa. Nikiwa nataka niulize swali lingine, Jamila alirejea tena. Mkononi alikuwa kashikilia linguo zito kama koti. Ilikuwa ni nguo zito liliokuwa na manyoya. Manguo hayo wanapenda kuyavaa wakitaka kulala au wanapotoka kuoga. Mara nyingi wanayavaa watu wanaoishi sehemu za baridi kama Urusi na Uingereza. Jamila alinikabidhi vazi lile huku ninambia nilivae nikaoge na kupiga mswaki. Kwani sasa hivi ndio kumekucha? Niliuliza, kwani nilistaajabu sana kuniambia nikapige mswaki wakati niliamka muda mrefu na nilikaa nao. Muda ushaenda sana na sasa ni saa 3:35 za asubuhi, Jamila alisema. Baada ya kuniambia hivyo, bado tena walinishangaza. Walijuaje ni saa 3:35 wakati wamo tu ndani ya jumba hilo? Hakuna mwangaza wa jua, zaidi ni mwangaza wa kawaida tu. Mbona saa sioni? Mmejuaje kama sasa ni saa 3:35? Niliuliza tena. Sasa nilitamani kujua mengi kuhusu sehemu hiyo. Unataka kujua tumejuaje? Tazama kule uone nini kinafanyika. Niligeuka nami kutazama upande ambao nilioneshwa. Kweli nilikuta saa. Pale pale kwenye saa kulikuwa na kalenda. Maana yake ni kwamba ilikuwa imejigawa kalenda na saa. Niliendelea kuikodolea ile saa ya aina yake. Lakini hafla ilibadilika. Jina langu likatokea kwenye ile saa ya ajabu iliyokuwa imebandikwa ukutani. Jumanne Mwakyoma, umezaliwa mwaka 1887, tarehe 17 mwezi wa 4. Bado umesaliwa na siku 7560 ambazo ni sawa na masaa 48,670. Nilishituka sana baada ya kuona vile. Kwa hesabu ya haraka siku hizo ni sawa na miaka 12. Ina maana hakukuwa tena na nyongeza ya siku. Sasa ndio inamaanisha nini? Nilijikuta nauliza, maana ilinishangaza sana. Jumanne, usiwaze, mbona kufa kawaida tu. We unaogopa kufa? Jamila alisema. Hapana, siogoki. Nilisema. We una miaka 12 ya kuishi. Ongera, wengine hawatazifikisha hata miaka hizo, wanakufa. We unaogopa? Raulati alisema. Maneno yake yalikuwa kama pilipili ndani ya kichwa changu. Badala ya kunishauri, sasa yeye aliongea kama vile anataka kunila. Niliogopa sana hata kuwa karibu na wale wasichana. Yaani mpaka hapo nilijua nimekaa na majini, bali sio wanadamu kama walivyojitambulisha kwangu kuwa ni wanadamu wa kawaida kama nilivyokuwa mimi. Kilichonitisha zaidi ni siku zangu za kuishi zilizokuwa zimesalia. Kwa kawaida mtu unaweza kuona kama ni miaka mingi, lakini unaweza kufa hujafanya chochote. Na kawaida mwanadamu ni bora usiijue tarehe yako wala siku yako ya kufa. Utaishi kwa wasiwasi wakati wote. Utaishi bila kujiamini kabisa. Basi ndicho kilinikuta mimi kabisa ndani ya jumba lile lililokuwa na ufahari, lakini nilikuwa sijui liko sehemu gani hapa duniani. Pozi la kuoga liniishia kabisa. Nikaendelea kukaa huku nimeinamisha kichwa pale kwenye kiti nilipokuwa nimekaa. Jumanne, unaweza nena twende ukaoge. Sauti ya Jamila ilisikika ikinisemesha. Sikujali hata alichosema, mawazo yalikuwa mbali sana. Jumanne, kwa kifupi upaswe kabisa kuwaza kiasi hicho. Haya ni maisha ambayo ya kupaswa muyazoee. Mbona sisi tushalichukulia kawaida?
Kama ni kufa kupo, wala si jambo la kujiuliza, na kuwaza kiasi hicho utajiumiza tu. Raulat alisema. Kwa kweli maneno ya mabinti wale yalikuwa ya kutia moyo. Kama ningekuwa katika mazingira ya kawaida ambao nimeyazoea, lakini kwa mazingira yale walikuwa kama vile wanazidi kuniogopesha, alafu na kuatilia shaka zaidi kuwa wao si wanadamu bali ni majini wabaya. Jumanne, mpajua Mwanza? Niliulizwa na Jamila. Swali hili linishitua sana. Nikainua uso wangu kuangalia mabinti wale. Napajua. Kwa hiyo hapa tupo Mwanza? Niliuliza kwa hamasa, ili kama ni Mwanza nitafute namna ya kutoroka katika eneo lilo. Uzuri Mwanza nilikuwa naijua vizuri tu. Jumanne, yani unawaza kuwa hupo Mwanza? Wazo hilo ondoa kabisa. Sisi tumesha kuambia kuwa hapa sisi hatupajui. Labda tuipe sisi jina. Kwa maana hiyo is a place with no name. Sehemu isiyo na jina. Kweli ni sehemu isiyokuwa na jina kabisa, Jamila umesema. Mabinti wale walijisikia furaha sana. Kiukweli, jinsi walivyokuwa wanazungumza kwa kejeli, mimi niliumia sana. Nilitamani niwapige hata makofi, lakini namna ya ujanja nilikuwa sina. Kwanza niliogopa. Pili, nilikuwa naamini kuwa wale mabinti watakuwa ni mashitani, bali sio wanadamu. Jumanne, ngoja tukusimulie kisa cha maisha yetu. Labda unaweza ukaishi kwa kujiamini na ya kupaswa uyazoe sehemu hii kama sisi, Jamila alisema. Kwa kweli nilikuwa kama sanamu au katuni mbele yao, kwa sababu ya vile walivyokuwa wanavionesha mbele yangu. Hata waliponiambia kuwa wanisimulie kisa cha maisha yao, sikutamani hata iwe hivyo. Ningeweza ningezuia, lakini nilikuwa naogopa hata kutamka maneno yenye ukali kwa mabinti wale. Kwa hiyo ilinilazimu kuwasikiliza. Jumanne, tunakupenda sana. Yaani kipindi umelala pale, tulikuwa tunatamani uamke. Tulivunia kumpata mwanaume ndani ya jumba hili. Kwa kweli, kwa mazingira haya, utalazimika uwe mume wetu sisi wote wawili. Mwezi wa 3 tupo hapa, hatukuwahi kuona mtu mwingine hata kipeperua au kiume kingine. Labda cha kushukuru ni kwamba sisi hali kama yako haikutukuta, bali tujikuta humu na mambo mengine yakaendelea. Usihofu kuhusu kufa, hata sisi tutakufa na tulioneshwa kama wewe. Jamila alizungumza. Alichokisema kwa mbali kilianza kuniingia na nikatamani aendelee kuzungumza, ingawa bado hawakujaa nishawishi kuwa wao ni wanadamu. Nilipenda kila alilozungumza, lakini la kuhusu mimi kuwa mume wao, bado nilikuwa sijashawishika kabisa. Sisi ni wenyeji wa Mwanza na ndiko tulikozaliwa. Wazazi wetu walifariki kwa ajali mbaya ya gari. Ajali hiyo ilitokea wakiwa wanatoka hospitali ya wilaya ya Nyamagana. Gari lao lilipata ajali baada ya kugongwa na gari kubwa la mafuta na kuangukia mtaro mwa barabara. Ajali hiyo ndiyo iliwaua wazazi wetu. Sisi pia tulikuwa kwenye gari hilo, lakini hatukuweza kudhurika kwa chochote. Sisi tumelelewa na mjomba wetu mpaka kufikia hapa tulipo. Raulat alielezea historia yao. Bado mimi nilitamani wanambie walifikaje pale. Labda wangenishawishi nipate kuamini kuwa wao ni wanadamu. Walifikaje hapa Jumanne? Kwanza kabisa, siku moja tumelala usiku, tuliota ndoto moja wote wawili. Ndoto hiyo tulifanana, na ndoto hiyo tuliota siku ya Alhamisi. Ndoto hiyo ililenga siku ya Ijumaa. Kawaida siku ya Ijumaa huwa ni siku ya michezo kwa ratiba za mashule. Ndoto ilionyesha kuwa kulikuwa na mchezo wa mpira wa miguu kwa wavulana baina ya shule yetu ya Mkuyuni na shule ya sekondari ya Capri Point. Shule hizi ni majirani sana na huwa zina upinzani mkubwa sana katika michezo, na hakuna mwanafunzi ambaye alikuwa anatamani kuikusa mechi hiyo ya aina yake.
hata kwa kushangilia tu. Mapema saa 6 tuliondoka tukaenda msikitini kwenda kusali. Saa 7:30 tukatoka msikitini tukarudi shuleni kwa ajili ya kuitazama mechi ya shule yetu na wapinzani wetu wa shule jirani. Saa 4:30 ndio wachezaji waliingia uwanjani na mpira ukaanza kuchezwa. Tulikuwa na shamra za kushangilia kwa nguvu zote. Pande zote mbili zilikuwa na ushindani wa nguvu katika kushangilia. Ndani ya dakika 5 toka mpira kuanza, mara kilitokea kimbunga kidogo tu katikati ya uwanja. Baada ya kimbunga hicho kutokea, shangwe ziliongezeka sana kwetu sisi washangiliaji. Lakini hafla, kimbunga hicho kilibadilika ikawa ni kimbunga kikubwa kweli kweli. Hako tukapoteana. Vumbi tu ndizo zilitawala eneo lile. Hatukuona tena kuwa kuna madarasa karibu na uwanja ule. Sisi tulikimbilia upande ambao hatukujua ni wapi tunaelekea. Mwisho kabisa tujikuta tumo ndani ya pango. Ndoto ile ilitushitua wote usingizini na kuanza kutusimuliana ile ndoto sisi kwa sisi. Nilichosimulia mimi ndicho Jamila alinisimulia. Kwa hiyo hakukuwa na utofauti wa ndoto hiyo. Tulibaki na maswali mengi sana. Kwa nini ndoto tuliota ilifanana na ilikuwa na maana ipi kwetu? Tulijiuliza, lakini hatukupata majibu zaidi ya kuamua kujisaulisha kuwa ni ndoto kama ndoto za kawaida. Tuliamua kujisaulisha kwa sababu ya kuona ni ndoto kama ndoto za kawaida. Wiki hiyo ikatamati, na kwa bahati mbaya wiki hiyo shule yetu haikuwa na michezo ya aina yoyote. Kwa hiyo Ijumaa ya wiki hiyo ilipita free. Siku ya Jumanne ya wiki mpya, mapema kabisa, tulitangaziwa kuwa Ijumaa ya wiki hiyo kutakuwa na mechi ya mpira wa miguu kwa wavulana. Tena shule ya ushindani tulitangaziwa kuwa ni majirani wetu wa Capripoint. Sisi hatukuamini kabisa kuwa ni kweli, maana hata kumbukumbu ya ndoto ilianza kujirudia vichwani wetu. Basi tuliendelea kukaa mpaka siku hiyo ya Ijumaa, lakini cha kushangaza tulipata hamasa ya kwenda shule na tulisoma vizuri kabisa. Ulipofika wakati wa kwenda msikitini, hatukuenda kabisa, hatukuenda msikitini, na hiyo ndio ilikuwa mara yetu ya kwanza kutoenda msikitini siku ya Ijumaa. Kilichokuwa vichwani mwetu, tulikuwa tunawaza muda wa michezo ufike twenda kushangilia. Ndani ya muda mfupi tulijikuta tunasahau kabisa ndoto ambayo tuliota wiki iliyopita siku ya Alhamisi. Hatimaye wakati wa michezo ulifika siku hiyo ya Ijumaa. Wanafunzi wote tulikusanyika kwenye uwanja wa michezo. Saa 4:30 mpira ulianza kuchezwa, lakini mpira ulipoanza tu hivi, mapigo yetu ya moyo yakaenda mbio, wasiwasi ukazidi kututawala. Tukajishauri tuondoke, maana sasa tunakoelekea ni kutukuta kilichotukuta kwenye ndoto. Bado tukiwa tunaangaliana na kushauriana, mara wanafunzi wa upande wetu walishangilia. Kwa maana hiyo timu yetu ya shule ilikuwa ishapata goli. Nasi tukajiunga kushangilia, tukasahau kabisa kuwa lazima ile ndoto ilikuwa na maana yake. Basi tulipomaliza kushangilia, tulitulia, mpira ukaendelea. Lakini dakika 2 tu kilitokea kimbuka kama kile cha kwenye ndoto. Hapo sasa ndipo tulishikwa bumbu wazi. Tuondoke haraka, lazima ni lazima, tulijikuta tunasema, lakini tulipogeuka nyuma ulizuka tena upepo mkali kutokea nyuma yetu. Upepo huo ulichanganyikana na vumbi zito. Tukageuka tena upande wa uwanjani, napo hatukuona kitu. Vumbi ndilo lilikuwa limeshatawala sehemu yote. Hatukuwa na ujanja, tulijisemea tu ngoja litimia ambalo lilikuwa linakusudiwa kwenye ile ndoto. Lakini sasa hali ile hatukuweza kuivumilia, tulianza kukimbia hojo huku tumeshikana mikono. Halafu sasa cha ajabu, tulikuwa hatugongani na mwanafunzi yoyote, ilikuwa kama tupo njiani peke yetu. Tulikimbilia tusiko kujua. Ghafla tuliona pango dogo kwenye lile vumbi, tukatamani kuingia humo kungoja upepo utulie ndio tuchukue hatua nyingine. Tukiwa mule ndani ya pango hilo dogo, tulisikia kelele nyingi hazieleweki, watu si watu, mbwa si mbwa, tena kama vile zinatufuata. Tuliamua kutoka tukimbie, lakini hatukuweza. Badala yake lile pango lilikuwa kubwa, pana, halafu ndani ikawa kama kuna vitu vya kung'aa. Tuliogopa sana, ila hatukujua tutokee wapi. Tukiwa wenye hofu, ghafla walitokea watu wawili wazee, mwanamke na mwanamume, wakatuambia,
Karibuni katika makao yenu mapya. Je, nini kitatokea baada ya hapa? Je, Jumanne atafanikiwa kutoroka kwenye mji huo wenye siri au ataendelea kuishi mahali pasipo na jina? Usikose sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kutisha na ya kusisimua. Mimi naitwa AJ na hii ni Simulizi na Hadithi, mahali tunaposimulia hadithi zinazokufanya utake kujua zaidi usiku na mchana. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili usipitwe na sehemu inayofuata. Mpaka wakati mwingine, kaa chonjo, maana si kila safari ina mwisho unaotarajia.